Yes, hello guys, but my name is Alan the Wise. The Wise Mind is here again as usual. Leo tutazungumzia dalili 5 za hisia ambazo si zako. Tambua hisia yako, tambua na hisia ya adui, okay? This is how, kwa sababu mtu kuweza kusend fikra ambayo si nzuri katika energetic field yako, as long as akifikiria na kwenye fikra yake akaeka jina ama hisia ya mtu fulani, directly ile hisia utakuja kuifeel wewe kwenye energetic field yako. Sasa leo tutakuja kutofautisha kati ya hisia yako na hisia ambayo sio yako. Okay, that's what we are going to talk about today. Ya kwanza ni mwendo wa kasi. Okay, hisia ambayo ni ya kwako, cha kwanza huja polepole kama moto wa kuni. Okay, kwa sababu kuna sababu inayoeleweka. You feel me my people? Ila ukija kutofautisha na ambayo hisia si ya kwako, inatua kama radi. Ulikuwa sawa, unaangalia simu, ghafla ukaona jina fulani, boom, pale pale yani. Ghafla feelings zimebadilika, ghafla hisia zinaanza kwenda resi. Sawa my people? Basi jua hapo kuna kitu ambacho tofauti na wewe kinajaribu kuweza attach, kuingia katika frequency yako ili uweze kuchange ile frequency yako. Okay, aina ya pili ni haina mzizi. Hisia yako ukikaa chini ukajiuliza, kwa nini nafikiria hivi? Utapata jibu directly pale pale. Ila hisia ambayo sio ya kwako, ukikaa chini ukajiuliza, inakuwa tupu. Ni mawazo bila mwisho yani. Hiyo ni frequency ama hisia ambayo inatoka kwa mtu mwingine anayekufikiria vibaya kuhusu wewe. You feel me my people? Hapo ndo utapoweza kudecode kwamba okay, hii frequency ni yangu ama hii frequency si yangu, na kama si yangu inatokea wapi. Dalili ya tatu, inapinga amani. Unajua hisia yako hata kama ukikasirika, sawa? Ila ukifanya meditation, ukajaribu kutulia, utatulia. Okay my people? Ila hisia ambayo si ya kwako, utajaribu kumeditate, kutuliza akili yako, lakini ile hisia ya hasira, ya hofu inakataa kutoka. Sawa? Kama kelele ya redio, unazima lakini inawaka yenyewe. Hiyo ni mtu fulani amekutumia nguvu mbaya, frequency mbaya ambayo si ya kwako. You feel me my people? Kwa hii ni hatua ya tatu ya kuweza kufahamu frequency ambayo ni yako ama ambayo imetumwa kwenye energetic field yako. Okay my people? Tutaenda hatua namba 4, mwili unagoma. Okay my people? Hisia yako, mawazo mabaya na mwili bado utahisi uko sawa. Sawa? Kama hisia hiyo ni ya kwako. Si ni ya kwako? Iko ndani ya control yako. Wewe ndio unaicontrol. Haiwezi kukucontrol. Ila hisia ambayo sio ya kwako, ambayo ameishikilia mtu mwingine. Kimfano unafikiria labda umemfanyia mtu kitu kibaya, je, atafanya nini? Ile hisia tena inakuwa sio ya kwako kwa sababu I control, yani uicontrol wewe. Huwezi kucontrol mtu atafikiria vipi hata siku moja. You feel me my people? Okay, hisia ambayo sio ya kwako sasa. Ghafla utahisi maumivu ya tumbo. Yaani tumbo tu tunaona linagoma. Kichwa kinauma upande mmoja. Mgongo unauma bila kufanya kazi. Sawa. Haimaanishi usiende hospitali. Nenda kwanza hospitali. Ukiona hospitali uko sawa ndo anza kufikiria, uanze kuangalia ubavu wa pili. Okay my people? Ndoto mbaya za kuruka, kufukuzwa. Umeona? Mwili ni antena ya kwanza. Okay my people? Mwili ndo antena ya kwanza. Kwa jiulize kupitia hizi hatua 4 hapa tupoweza kufika. Alafu utaweza kupata majibu sahihi. Okay my people? Tunaenda namba 5. Inaleta mashaka na wewe mwenyewe. Sawa? Hisia ambayo ni ya kwako, utajiuliza nimekosea wapi? Nirekebishe nini? Si ndio? Ila hisia ambayo sio ya kwako italeta wewe kujilaumu. Ushanaelewa? Kimfano umefanya kitu kwa mtu ambako hakustahili, utajilaumu. Like kwa nini? Kwa nini nimefanya hivi? Kwa sababu gani? Ile hisia sio ya kwako tena, iko kwa yule mtu. You feel me my people? So you have to be very wise, very conscious, and
Hizi ndo hatua 5 za kuweza kujua kwamba kuna nguvu inayotumwa ambayo haiko ndani yako, yaani inatokea nje. Sawa? Maana nguvu ambayo inatokea ndani yako ni nguvu ambayo unaweza kuicontrol. Mawazo ambayo yanatokea kwako wewe sio nje yako wewe, unaweza kuyacontrol, hayatu kucontrol. Ila ukiona kitu kinakupeleka less speed, yani kila ukijaribu kumeditate pia inakuwa ni ngumu, basi tambua mapipo, kuna kitu kinatokea nje ya energetic field yako. Ni kitu kinajaribu kuingia kwenye energetic field yako, sawa, kwenye nguvu yako, kwenye hisia yako, iweze kukubadilisha. Sawa mapipo? Sasa ukishaweza kutambua hivyo, start take action slowly but sure. Sawa? Ukishajua hizi hatua zote, basi najua utajua jinsi gani ya kuweza kucontrol na kurudi tena nyumbani. Yaani tuseme ni gari ambalo ni la kwako, wewe ndo dereva afu umeacha kuliendesha. Kwa unavyoacha kuliendesha litaendelea tu. Kumbuka litaenda kubota sehemu yoyote. Kwa inabidi urudi kwenye driver seat, catch break, tulia, anza kutafakari each and everything deeply. Okay my people. Hapo kuna mambo mengi sana, kimfano kwenye ulimwengu ukija wa kiroho. Kimfano mtu akikufikiria tu vibaya, ambaye hata kama mwenyewe ajuu yani, ila tayari kuna nguvu mbaya utakuwa unahisi tu kwamba kuna kitu hakiko sawa, ila kinatokea nje ya energetic field yako, kinajaribu kuingia kwenye energetic field yako. Sawa? Ndio maana nakwambia mwendo wa kasi. Utaona tu hisia zinaanza kwenda kasi. Kaa chini, fikiria, tulia. Usipende kupuuzia vitu. Okay? Afu anza kudecode hisia yako. Umeona? Afu utakuja gundua hiyo hisia haina mzizi, haina kokote ilipotokea, yani sio ndani yako, inatokea nje, kwa sababu kitu ambacho cha wewe unakifikiria ndani, unaweza kwa kiwekea mipango, ukajua utaanzia hivi utafanya. Hilo kikiona kitu hakina mzizi, jua basi kinatokea nje ya shamba lako. Sawa? Kimfano mti umeota kwa jirani, matawi yamedondokea kwako, ule mzizi hauko kwako, ni matawi ndio yametokea. Kwa hiyo tafuta ule mzizi, fuata yale matawi, jua ile hisia imetokea wapi directly. Okay, then inapinga amani. Ukiona hiko kitu kinakunyima amani, basi rudi nyuma, kaa chini, tulia. Be very intuitive, kwa sababu wapokuambia binadamu ni kiumbe bora kuliko kiumbe wote. Hebu jiulize, mnyama akiwa anawindwa anafahamu ningalikuwa hajamuona yule mnyama. Sasa kama wewe ni kiumbe bora, wewe hisia hiyo unayo maradufu. You have to use your intuition very very wisely. The first thing kinachokuja kwenye akili yako, kaa with it chini, kifikirie. Yaani utakiwi kuwa mtu ambaye wakupuuzia mambo. And okay my people, I see for today tutaishia hapo, cause sikuplan leo kuweza kufanya kipindi for seriously, but this came out. Downloads as usual, downloads ikija basi tunaenda na downloads. And our zip file bado sijamaliza kuidecode, and I think tomorrow morning, I think so. Tomorrow morning I will bring something very very good. And okay my people, it's Alan the Wise Man is here again. Stay wise, stay conscious. And one more thing, I feel like I have one more thing to tell you guys. Still I don't know what is it, ila kote huku tumekuwa tunazungumzia kuhusu how to control your emotions. Sawa? Maana na kitu ambacho nitakirudia tena na tena, like for example, una feel like una huzuni afu ukasikiliza tena nyimbo za huzuni, manake una amplify. Sawa? Manake kaa chini, decode, alafu for example, kila mtu kwenye haya maisha kuna kitu kimoja ambacho uliweza kukifanya kwenye maisha yako ambacho kitakuwa kinakuumiza mpaka leo hii kama ukuweza kukitoa katika system yako, si ndio? Sasa cha kuweza kukifanya kile kitu kiruhusu kije kwenye system yako online. Kirete online, kiforce kije online. Alafu kisha kuja online, okay my people? Kisha kuja online, cha kuweza kukifanya hapo kiruhusu ukihisi. Usikimbie hisia yako.
The more unavyoikimbia leo, kesho itakuja tena. Sasa jiulize, itakuja tena kila utapokuwa huko, yani your guards are down, ile hisia itakuja tena. So you have to feel it deeply. Iache ije, uizoe, alafu uicure. Namaste, namaste, namaste. Thank you, Chenjo Michael, Gabriel, Raphael, Metaton, and Zacharias. Thank you, the Most High. Thank you, Mama Gaia. And thank you, all light workers and my ancestors. Okay, I'm gonna teach you one method. One method. Ukitumiwa nguvu mbaya, cha kufanya wewe ni kitu kimoja tu. Okay. Hii nilishaongea, I think so a lot of people know it already, kwamba narudisha ile hisia mbaya, firstly, narudisha lile lengo mbaya, narudisha sheitani mbaya, any kind of entity, namrudisha alipotoka, sawa. Ile nguvu mbaya iliyotumwa kwangu naipokea kwa mikono miwili, naisafisha, alafu naiweka kwenye benki yangu kuu ya nguvu. Maana yake unazidi kuwa na nguvu. Urudishi nguvu mbaya ilipotoka, mapipo. Kwa sababu unavyorudisha ile nguvu mbaya, inaenda na kipande cha nguvu yako. Hauna muda huo wa kupoteza. Sasa ile nguvu mbaya unaibadilisha inakuwa nzuri. Kwa mtu anavyozidi kukutumia nguvu mbaya, wewe badilisha iwe nzuri. Wewe endelea kubadilisha iwe nzuri, endelea kujaza benki yako. The end of the day atajikuta nafsi yake ameidrain. Yani energetic field yake haina nguvu tena. Kwa sababu gani? Yeye anatuma, wewe unachukua, unasafisha, unahifadhi. Wewe anatuma, unachukua, unasafisha, unahifadhi. Ubaya ujezi kwa ubaya, mapipo. Be very wise, be very conscious, okay? Usiingie kwenye game ambayo hutaki kuicheza. Okay, 10-11 it's a completion and a new start. Okay, 11:55. A new start and full of change. More people say wise, say conscious. It's Alan the wise man is here again and again. I love you guys. Be aware.